in nurturing, shaping young children and even the youth. Kwa hivyo mimi nikiwa hapa nataka niwapigie saluti, na ndio nimesema leo kwa sababu tunakuwa na mikutano mingi, na saa nyingine tunakuwa na mikutano ya vijana, tunakuwa na mikutano ya watu wote. Nikasema leo ni siku ya kina mama peke yao. Na vile vile nikasema leo sio ya wale akina mama wako Nairobi ama wale wako Meru Town. Leo ni siku ya akina mama wa mashinani. Sababu ningetaka kuwasikiza, ningetaka pia tuongee, ndio pia tutembee tukiwa pamoja. Na leo hakuna watu wengine, ni nyinyi na mimi. Yeah. Hakuna mtu hapo katikati, ni akina mama na deputy president. Ama namna gani? Ama mmeona watu wengine hapa? Ni nyinyi na mimi. So it's a special day for me and I'm truly grateful. Niko na shukrani kwa ile kazi mnafanya katika jamii, katika taifa. Jambo la pili niseme, kwa sababu ya hiyo nguvu mko nayo, Mungu amewapatia hiyo neema ya kutunza watoto wadogo na kuelekeza hata vijana wenu, vijana wasichana, vijana wanaume. Tunawasihi kama serikali, mtusaidie, mtumie hiyo nguvu, hiyo uwezo, tusaidiane. Kwa sababu mambo mengi ambayo yanaathiri watoto wetu siku ya leo, mambo mengi ambayo yanaathiri vijana wetu siku ya leo, serikali peke yake haiwezi kukabiliana na hayo maovu. Lakini tukishikana mkono pamoja na wazazi, sana sana akina mama, yale matatizo tunapitia kama taifa, kama jamii, tusaidia sana ili ile matatizo ipungue. Vijana, watoto wengi siku ya leo sio kama zamani, hawana nidhamu. Nidhamu imeendelea kupungua. Wakati nimekuwa mtoto mdogo, kuna yale maadili ilikuwa ya watoto, na vile watoto wanapaswa kukaa na watu wazima, kupatiana heshima kwa walimu, kupatiana heshima kwa mtu yeyote mzima yule. Sio lazima awe ndiye mama mzazi ama baba mzazi. Lakini kwa sababu ya mambo ya kisasa na vile tumeingiliwa, mila zetu zimeingiliwa na mambo ya kisasa, watoto wetu wale ambao ni wazazi wa rika yangu wameanza kuingiliwa na tabia zingine ambazo sio tabia zetu, kama hii jamii ya Wameru na jamii kwa jumla ya Kenya. Ukosefu wa nidhamu, watoto wako na utundu, maringo, hawaheshimu walimu, wengine hawaheshimu wazazi. So mimi nawasihi akina mama, msisahau ile kazi ya mama na ya mzazi. Hata kama mtoto ameendelea na anasoma na anapita katika masomo yake ya hesabu na Kiingereza na Kiswahili, kuna shule ingine ambayo ni shule ya maisha, ambayo sio hesabu na sio Kiingereza, ni shule tu ya kujua kuishi maisha ya hii dunia. Na hiyo shule, mwalimu mkuu, principal wa hiyo shule ni mama, mzazi. Yes. So don't allow, because your children are going to school, ati sasa ujue ati yule mwalimu wako ile primary ama secondary school mtoto ameenda atamshughulikia. Bado mama lazima uendelee kufanya kazi yako kama mwalimu mkuu katika shule ya maisha. The mother is the principal of the school of life. Na hiyo school of life sio madhabu na gichonko na Kiswahili. Hiyo vitu ni mzuri, lakini kuna shule ingine ya maisha, ile inatengeneza mtu anajua vile ya kujiweka mbele ya watu, vile ya kufanya kazi, ule atapata kazi ya kuandikwa, akuwe muungwana, atunze hiyo kazi. Hiyo nidhamu haiko huko shuleni, iko nyumbani. Kweli si kweli? Ni kweli si kweli? Vile vile kwa vijana wetu ambao wameenda chuo kikuu na wale wamemaliza vyuo vikuu, pia sisi kama wazazi, hata kama wamekuwa sasa watu wazima na wamesoma hata kutushinda, wanajua mambo mengi ya kisasa, ya kisayansi, ya kiteknolojia kutushinda, lakini pia
tukiwa wazazi lazima tuendelee kuwasaidia, kwa sababu kuna mambo mengine ambayo hayafunzwi katika shule ama chuo kikuu, yanafunzwa tu umuhimu. Kwa hivyo mimi nawasema hivyo kwa sababu vijana wetu katika vyuo vikuu, university colleges, wengi, asilimia nyingi ya vijana wetu wameingilia mambo ya pombe, madawa, na hiyo inaharibu kesho yao. Inaharibu afya yao, inaharibu hata kesho yao. Watakuwa watu wa aina gani? Kwa sababu hao ndio watu tunategemea sasa, wale tunaenda retire ndio watachukua, wakuwe walimu, wakuwe wazazi, wakuwe vitu vyote ambavyo tunahitaji katika jamii. So I ask you to help us with our young people, kwa sababu hata kama wamesoma, wameelewa mambo ya sayansi, mambo ya teknolojia ya kisasa, bado wanahitaji msaada wa mambo mengine ya kimaisha ambayo hayafunzwi katika chuo chochote, katika shule yoyote. Ni kweli si kweli jameni? Ni kweli si kweli? Kwa hivyo hiyo kazi ya mzazi inaendelea mpaka mwisho. Haina mwisho. Hata wakipata familia zao, kwa sababu wewe ndio umekuwa na familia na umekuwa na watoto mbele yao, unaendelea kuwasaidia. Mpaka saa hii wazazi wangu wako na miaka karibu 90. Wazazi wangu wako karibu na miaka 90. Lakini kuna mambo saa hii leo nikiwa na zaidi ya miaka 50 na kitu, kuna mambo bado nategemea mawaidha ya wazazi wangu, baba yangu na mama yangu, kwa sababu kuna mambo wanajua, na hii sio ya masomo, kwa sababu masomo mimi ndio labda niko masomo zaidi kuliko hao. Sio ya masomo na sio ya vyeo vya serikali, kwa sababu kwa serikali mimi ni deputy president wa Kenya. Lakini katika shule ya maisha bado mimi ni mwanafunzi wao. Na sio tu wao peke yao. Wao na wazee wengine, akina mama na wazee wa rika yao, wote ni baba zangu, ni mama zangu, na waheshimu, na kila siku nasikisa mawaidha yao. Kweli si kweli? Kwa hivyo nyinyi akina mama msidharau kazi ambao mko nayo. Wengine najua ni kina mama mmeanza saa hii, wengine hata saa hii ndio mnaanza kupata watoto, wengine wako na watoto wakubwa. All of us are in the journey. So tusaidiane, tuweke jamii yetu pamoja, tuweke maadili yetu na mila zetu zisipotee. Hata tukienda kwa masomo, hata tukienda kwa dini, ile maadili yetu mazuri kama heshima, kama kufanya kazi kwa bidii na kuheshimu wakubwa wako kiumri, hiyo mila zisipotee. Na nyinyi akina mama, hasa akina mama, ndio mko na nguvu, uwezo wa Mwenyezi Mungu kutufanyia hiyo kazi, na hata sisi tukiwasaidia. Ni kweli si kweli? Sasa juzi nimeona zamani hapa, kama tuchukue mfano wa mambo ya siasa, nilikuwa naona watu wanapiga siasa. Kuna watu wanasimama viti ya MP, sijui viti ingine ya kansala, siku hizi yanaitwa MCA, na viti ingine. Lakini hapo zamani nimeona watu wanashindana tu mambo ya siasa. Kuna mtu anasimama hapa, mwingine anasimama pale. Mtu anasimama anasema mimi ndio nitafaa kwa sababu anapeana sababu zake. Mwingine anaamka anasema hapana, mimi ndio nitaweza kwa sababu ya ABCD. Na hiyo ilikuwa mzuri kwa sababu uongozi sio wadui, sio kuwa maadui. Uongozi ni kutafuta ni nani atatuongoza pale mbele. Na sio kusema wale wengine sio wazuri. Ni kusema there can only be one leader at a time. Mtu mmoja tu ndio atakalia hii kiti, lakini hata sisi ni viongozi, tutamsaidia akiwa mbele na sisi tukiwa hapa. So nimeona siku hizi sasa, ile siasa ya zamani ilikuwa na mashindano ya ni nani atatufanyia kazi zaidi, imegeuka imekuwa ni wadui. Vijana wetu wanapigana,
wanapigana mpaka vita ati kwa sababu wanatetea mwanasiasa huu ama mwanasiasa yule mwingine. That is bad culture. Na mimi nimesema leo niseme hayo kwa sababu umeona vile nchi yetu hivi karibuni imekuwa na matatizo mengi. Na saa nyingine vijana yale mambo wanasema wanataka serikali ifanye ni mambo ya ukweli. Ni mambo tunapaswa sisi ambao tuko uongozini kuyashughulikia. Tupunguze mambo ya rushwa, tuwajibike, tuheshimu wananchi. Hiyo mambo vijana wanasema yale mengi ni mambo mazuri, ni mambo tunapaswa kurekebisha. Lakini umeona siku hizi badala ya tu mashindano ya maoni, sasa vijana wameanza kutumika kufanya fujo, kuchoma manyumba ya watu, kuchoma biashara za watu, kufunga mabarabara na kuwasha moto. Sasa unashangaa hii mila imetoka wapi ya vita na kuharibu mali? And mimi nataka sisi wote kama wazazi tujihusishe kuambia vijana wetu, unaweza kuwa na maoni tofauti. Labda haukubaliani na mbunge, labda haukubaliani na principal wa shule, labda haukubaliani hata na rais. Lakini sema yale mambo bila kuharibu mali, bila kuharibu biashara. Na hiyo biashara imeandika vijana wengine wenzako. Sasa ukichoma ile supermarket iko pale Chuka Town ama Meru Town, wale watoto wameandikwa pale, watoto 20-30 ni watoto wetu. Ni kweli? Si ni kweli? Sasa ikichomeka hiyo kazi inaenda wapi? Hata kama ulikuwa na maudhui mazuri, ulikuwa unataka serikali iongeze nyongeza ya kazi. So I want to plead with you as parents to continue in your role of nurturing young children and also supporting and influencing young people who are adults so that they can have good values. Ndio hii nchi yetu, hata kama tuko na hii mambo ya sijui nani kiongozi, nani si kiongozi, lazima tuwe na amani na tuwe na mshikamano na jamii yetu. Zile mila zetu nzuri tuzipoteze, tukae nazo ili tuachie watoto wetu nchi bora zaidi ya ile nchi ambayo tulipata. Kwa hivyo siku ya leo nilikuwa nataka kuambia kwamba mambo ya maendeleo tunakazana. Unajua mimi nimekuwa senator wa hii county miaka 10. Na nyinyi ndio mlinipatia hiyo heshima. Kama hamkunichagua singekuwa senator wa mtu, ningekuwa tu nafanya mambo mengine huko. Kweli si kweli? Kweli si kweli? Nyinyi ndio mlinifanya senator. Na kutoka hapo, wakati nilifanya 2 terms, nikasema sitagombea kiti kingine ya county. Nikasaidia rais kule Nairobi kutafuta hii serikali. Nikasaidia kwa campaign, nikasaidia nikiwa chief agent wa presidential election. Tukaendelea hivyo. Na wakati rais William Ruto alishinda, rafiki yangu ambaye nimemjua siku mingi, akanipatia nafasi ya kuwa waziri wa usalama wa nchi. Na katika hiyo nafasi, wengi wenu mlikuwa mnatamani vile nilikuwa napatikana nikiwa senator nitapatikana. Lakini ile kazi ni kazi tofauti. Ile kazi ya usalama sio kama hizi kazi za kawaida. Mimi sikuwa napatikana, sio tu hapa Tharaka Nithi, hata Nairobi sikuwa napatikana. Mimi nilikuwa na pigana na magaidi huko Lamu, napigana na Al-Shabaab huko Northeastern, napigana na wale wakora wezi wa ng'ombe. Ile mahali nilitembea hata hii Meru region ni hapa Igembe, kwa sababu kuna hiyo shida ya wizi wa ng'ombe hapo ilikuwa imekithiri hapo. So wale ambao hawakuniona hiyo miaka miwili, sio ya kwamba nilikuwa nimewasahau. Ni ile kazi nilipewa. Unajua kazi ya security ni kazi ya watchman. Uwezi kaa kwa nyumba watu wakisherekea kama hapa. Wewe unakaa kwa mlango huko watu wako hapa, lakini wewe uko huko unaangalia kama kuna adui, kama mambo mengine
kuna watu ambaye hawaruhusiwi kufika hapa ambao wanashughulikiwa. So hiyo kazi nilifanya na I have no regrets. I did my best. Sikulala hata siku moja. Nilifanya hiyo kazi kwa bidii. Na nilifanya hiyo kazi kwa bidii kwa sababu wale wazazi wangu, nimeongea mambo ya wazazi wangu, na sio tu wale ambao wamenizaa. Sio ule mzee na mama wamenizaa. Hao wazee wa rika yao wote ndio walikuwa walimu wangu, wakanifundisha mambo mazuri ya vile mtu anakaanga, vile mtu anafanya kazi na mkubwa wake, vile mtu anakaanga na watu wengine ambao sio hawajatoka mahali ametoka. Sasa hiyo ndio ilinisaidia nikafanya bidii pale. Na mliona wakati walikuwa na assess mawaziri, Interior nilikuwa naongoza huko mbele. Na nilifanya bidii pia, sikutaka kuwaangusha. Ati sasa ule senator wenu ameenda amekuwa minister, ati sasa yeye ndiye anakuwa number last kwa list ya mawaziri. So those 2 years ndio tulitumia hivyo. Alafu mnajua ile mambo ilitokelezea. Mimi nilikuwa very busy kwa hiyo kazi, lakini sasa mwenye alipatiwa kazi ya deputy president akaharibu kazi. Akashindwa. Si alishindwa? Ya alishindwa. Kwa sababu alipewa kazi, badala ya kusaidia mkubwa wake anaenda kupigana na yeye. Yes, ndio nawaambia kuna elimu ya shule na kuna elimu ya maisha. Hiyo elimu ya maisha ndio hata umuhimu zaidi kuliko elimu ya kitabu. Unaweza kuwa na elimu ya kitabu lakini hauna elimu ya maisha. So anaenda pale anasema hata mimi ni rais kiasi. Bana. There can only be one leader at a time. Yeah. There can be only one leader at a time. Siwezi kuwa na leaders wawili. Hata nyumbani si baba ni mmoja jameni. Yeah, there is only one leader at a time. Na hakuna haja ya kupigana na wale wako mbele yako. Kwa sababu nyinyi liwaulize akina mama wa Tharaka Nithi. Hii kiti ya deputy president, si ni kiti kubwa sana? Such a big seat. Kwa serikali zima yote, kwa executive, kwa judiciary, kwa legislature, yani dunia yote hii. Hata watu ya uniform, ati ni mtu mmoja tu ako juu yako. Only one person. Hiyo ni kiti ya kuchezea? There is only one person who is ahead of you. Na hiyo ni rais. Mtu mmoja tu. Nikisema kitu ule mtu tu anaweza sema hapana, ni mtu mmoja. Sio wawili, sio watatu. Sasa mtu akibarikiwa na Mungu, kwa sababu hiyo ni neema, apike pale, unaanza kiburi, unaanza sijui nini, mashindano. So ule mtu akafukuzwa. Sio mimi nilimfukuza. Alifukuzwa na watu wote, hata wa kutoka kwao. Mpaka wabunge wa kwao ndio walikuwa mbele hapo wanasema kwende kabisa. Yani nikajiuliza, yani mimi nitakuwa mtu aina gani? Saa hii ni deputy president, alafu ati mbunge wa Tharaka, wa Mara, wa Chuka ndio anaenda kule Nairobi kusema huyu mtu atolewe. Si mimi nitakuwa mtu kumbavu sana? I cannot allow it. Ati kina Kareke, kina Murugara ndio wameenda sasa kusukuma uko Nairobi litolewe. Watu najua, my own brothers. Si afadhali ni waite ama na wazee hapa tuongee, tusikizane jameni. Yeah, I can't allow. Siwezi kubali. Tenda burutenda. It can't happen. Si unaita tu namwambia Pato Murugara, please, naomba msamaha kama nimekukosea. Mimi ni baba yenu, msiende kunitoa nguo huko. Ama namna gani? Ukiongelesha kiongozi huyo ataenda kukutukana huko. Yeah, so mimi ile maneno nilikuwa nasukuma ni ya Interior, naye Mungu alikuwa na mambo mengine. Sasa mimi ni deputy president. Na hii kazi ni ya kusaidia rais. Sio ya kushindana naye. Ni ya kusaidia rais. Kunyeshe, kusinyeshe. Kulia, kushoto. Mbele, nyuma. Kazi yangu ni kusaidia rais na kutetea serikali. Ama namna gani? Mambo ya kupiga serikali ni mambo ya upinzani. Wale wako nje upinzani waendelee na hiyo kazi. Yangu ya kusaidia rais.
Na kama niko na ushauri wowote wa kupatia rais, sio kwenda kumshauri mbele ya watu hadharani. Mimi namshauri vile na shauri yanga baba yangu. Naenda jioni namwambia mkubwa, kuna hiki kitu naona namna hii, tufanye hivi, alafu naondoka. Sio kwenda pale ati hadharani ati kujionyesha hata wewe sasa umekuwa na kifua kama babako. So kazi yangu mkiona sina kazi nyingine ni ya kusaidia rais. Na nikiwa hapa niwaambie hiyo kazi nitaifanya kwa bidii na sitawaibisha. I will not embarrass you. Siwezi waibisha. Yes, I work so hard day and night. And that's why you see mimi unaniona kila mahali kwa Kenya. Kutoka Mombasa, kwenda Kisumu, kwenda Turkana, kwenda Tharaka Nithi, kwenda Ukambani, kila mahali, kwa sababu rais ni rais wa Kenya. Deputy President ni Deputy President wa Kenya. Ama ni wa Tharaka Nithi? Si Tharaka Nithi iko na governor? Si iko na senator? Si wabunge wako? So mimi sasa ile kazi nimepewa kwa heshima yenu na heshima ya Mwenyezi Mungu na mapenzi yake ni ya Kenya. Lakini pia nataka niwahakikishia kwamba huku nikisaidia Kenya, sio ati Tharaka Nithi itawachwa nyuma, kwa sababu hata Tharaka Nithi ni Kenya. So vile nasukuma maendeleo, lazima nisukume ya Tharaka Nithi. Ama namna gani? Na niseme ya kwamba already kuna kazi ambayo tumeanza, kwa sababu miaka ya kwanza ya pili, miaka miwili ya kwanza ya utawala huu ilikuwa migumu, kwa sababu hali ya uchumi ilikuwa imezorota na hatukuwa na pesa ya kufanya maendeleo. Ile pesa ilikuwa ya kusaidia kushukisha gharama ya maisha kidogo. Ndio uliona mambo ya bei ya unga, ile maandamano ilikuwa kwa sababu unga 2 kilos ilikuwa imefika 250. Tukajaribu ndio iteremke, tukajaribu kutumia pesa ya serikali pia kushukisha bei ya mbolea ndio wakulima waimudu, kuboresha uchumi ndio shilingi ya Kenya ipate nguvu. Hiyo miaka miwili ilipotea pale na hatukufanya mengi kwa sababu ya vile uchumi ulikuwa. Lakini sasa kwa sababu uchumi umeanza kupanuka, Mungu ametujalia, ndio umeona sasa tumeanza projects na programs ya serikali. Na mimi nataka niseme jambo la kwanza, tumebadilisha mambo ya afya. Ile mfumo ulikuwapo wa afya tumebadilisha, kwa sababu ule mfumo wa afya wa NHIF haukukubali mwananchi wa kawaida mama mboga akuwe na NHIF, kwa sababu ana namna ya vile atalipa zile pesa inahitajika ndio apate hiyo insurance. Lakini sasa hii program mpya ambayo tunaita Taifa Care, ambayo inasimamiwa na SHA, sio NHIF, ni ya kila mwananchi. Awe yako na kazi, hana kazi, awe yako na biashara, ana biashara. Mwenye yako na mapato ya juu kama naibu wa rais, akatwe pesa mingi kidogo ya vile nilikuwa nakatwa hapo zamani, ndio hiyo pesa itumike kulipia ule mama mboga ambaye hana uwezo wowote wa kulipa hata ndururu. So mjiandikishe. Kwa sasa nusu ya watu ya Tharaka Nithi wamejiandikisha, around 200,000 against a target of 400,000 residents. So 50% already wamejiandikisha. Pongezi. Akina mama hoi. So munisaidie na mtusaidie kama serikali kuhamasisha watu kujisajilisha ili wawe na bima ya afya, ili tupunguze gharama ya matibabu. Tunajua hospitali zetu zimekuwa na matatizo ya madawa na hospitali ya vifaa, na tumeanza. Mumeona juzi wiki iliyopita katika hii region ya Tharaka Nithi, Meru, Isiolo, ile hospitali yetu kubwa na ile mzee zaidi ni ya Meru, ambaye sasa tumepandisha ngazi. Meru sasa itachukuliwa na national government, ndio watu ya Meru, Tharaka Nithi, Isiolo, Marsabit wawache kwenda hospitali Kenyatta. Tuwe tunaenda hapa kwa sababu ile huduma yote iko Kenyatta Hospital.
Sasa tutaleta hapa Meru level 6. Na hiyo sasa itasimamiwa na national government. Na tukipandisha zile hospitali zingine sasa ziko chini, nazo tuzipandishe cheo. Kwa hivyo hapa Tharaka Nithi, we are targeting also to upgrade our hospital in Chuka, our hospital in Magutuni, our hospital in Marimanti. Na vile vile tusipatie equipment. Uliona last week Rais alisign program ya kupatia hospitali equipment. So I will make sure katika hiyo equipment hospitali zetu hapa Tharaka Nithi za level 2, 3, 4 zimepata equipment ya kutosha. Ni 2 term si 2 term. Ni 2 term si 2 term. Mambo ya barabara. Mnajua barabara zetu zilikuwa miaka 6, miaka 7 ilipita. Kweli si kweli? Hakuna constituency hapa haina barabara ambazo zilikuwa 5, 6, 7 years ago. Zile nyingi mimi ndio nilitumwa hapa na Rais Uhuru Kenyatta siku hiyo kufungua. Lakini zilienda mpaka 2019 hapo pesa ikakosekana. So hii barabara umeona imekwama, haijakwama ati siku ile William Ruto amekuwa rais. Ilikwama Kenyatta akiwa kwa kiti. Yes. Wacha tuambiane ukweli. Yes, ilikwama wakati Rais Kenyatta ako kwa kiti. Kwa sababu matatizo ilipatikana, ugonjwa wa COVID ukaingia, uchumi wa Kenya ukafungwa for 2 years. So President Kenyatta did not have much opportunity to do much in the second term. Kwa sababu ya corona, duka ikafungwa, uchumi ukafungwa, mahoteli ikafungwa, matatu zikasimamishwa, hakuna watu wanatengeneza pesa. Kwa hivyo ile COVID ilituharibia miaka mingi pale. Na hii barabara ikakwama karibu yote. Kutoka 2022 mpaka sasa tumekuwa tukipigana na mambo ya uchumi kwa jumla na gharama ya maisha. Lakini sasa kwa sababu uchumi umeonyesha dalili ya kuinuka, tumepata pesa ya kurejesha, kwanza kuwalipa contractors wale walikuwa na madeni na kuwarejesha. Na nikiwa hapa nataka niwahakikishie barabara zetu ambazo zilikuwa zimekwama hapa Tharaka Nithi tutazijenga na sitasimama tena. Tutajenga mpaka tumalize. Ya? Hapo Mara tuko na barabara yetu ile ya Chogoria Weru. Si unajua hivyo? Si ilikwama zamani? Si mimi na Uhuru Kenyatta ndio tulifungua 2016. Si ikakwama 2019. Mbona amuku complain 2019 na 2020 na 2021? Ati 2022 ndio mmecomplain wakati William Ruto amekuwa rais. Anyway, so ile sasa tumepata pesa ya kurejesha contractor na we will build that road and complete it. Na wale watu ambao wanatoka Mara, hiyo barabara kwa sababu nimesikia mambo mingi, hiyo barabara ya Chogoria Weru. Sasa msilaumu wale viongozi wako pale tena. Msilaumu Kareke, munilaumu mimi Deputy President. Wacha Kareke asukumane na ile mambo ingine, hiyo barabara ni mimi na barabara. Sijui kama tumeelewana. Wacha ningangane kwa sababu sasa mimi ni Deputy Rais. Sasa hakuna haja Kareke asumbukane na ni mbunge na hivi barabara imetushinda. Wacha mimi sasa ningangane na hiyo kitu, alafu 2027 tutaongea. Ama namna gani? Barabara yetu ya kutoka ngoja relax. Si ni mimi nataja. Si mimi nataja. Mimi ndio nataja. So iko barabara yetu ile iko pale juu ya kutoka Keria, Magutuni, Kadhwana. Same, we will complete it. Iko barabara mbili pale Chuka, ili tumeanza juzi, moja kutoka Kibugwa, Itogororo, na ikienda pale, moja iende Shara, ile ingine iende mpaka Murigi. Kwa sababu ya watu yetu ya Gamba Ng'ombe. Hiyo barabara nimekamatana nayo,
Na iko ingine tumeanza juzi, nilituma Patoa kuje alete contractor ya kutoka Kanwa kwenda Kamuteria kwenda huko Mariani na kuja mpaka inatoka Kanwa inaenda Mwanjate in Mariani alafu inakuja round mpaka Kamuteria hapa kama ng'ombe. Hiyo barabara msisumbuane na Pato. Pato ananisaidia kusukuma, lakini mwenye kuulizwa maswali ni mimi. Tuendelee tusiendelee? Tuendelee namna hiyo? Ile barabara tulikuwa tumejenga kidogo ya kutoka Chakariga, Marimanti, Gatonga imeharibika. Si imeanza kuharibika? So sasa mimi natafuta pesa na niko karibu kupata. Nipatieni wiki kidogo ya kurekebisha hiyo barabara. Tumalize potholes na tuweke layer mpya ya lami. Ndio ikae kama lami mzuri. Kabla hatujaongeza hiyo barabara, because tunapaswa tuiongeze ifike mpaka Ura Gate. Kabla hatujaongeza, kwanza turekebishe ile ya zamani kwa sababu imeanza kuharibika, ikue barabara standard. Tuendelee tusiendelee? Kuna ingine tumeanza hapa juzi na imeanza kuendelea. Natoka hapa Meomponi ikifika Turematwero inakuwa mara 2. Inakuwa mara ngapi? Moja inaingia Mukodhima, alafu inateremuka inaenda Gatonga. Ile ingine inatoka hapo Turematwero inaenda Nkondi inateremuka Gatonga. Hiyo barabara msisumbuane na Murugara. Msumbuane na Deputy President jamani. Yeah. Na ukiona nang'ang'ana kusaidia rais kazi ya Kenya, mjue ni kwa ajili ya hizo barabara zetu. Mnajua ya kwamba tuko na daraja ambayo imetupatia matatizo mengi hapa Tharaka Nithi. Watu wengi wamepoteza maisha kutoka Meru, kutoka Isiolo, kutoka Tharaka Nithi, ile Nithi Bridge. Ile bridge haijaanza kuua watu jana. Haijaanza kuua watu 2022. Ile daraja ilijengwa 1985, Moi akiwa rais wa Kenya. Watu wakaanza kukufa. Vile ilimalizika, watu walianza kuanguka pale kwa sababu ya design. Vile design iko. Miaka ya Moi from 1985 to 2002. Hiyo ni miaka ngapi? Hiyo ni miaka ngapi? 17 years. Hakufanywa maandamano na mtu. Kuna mtu alimfanyia maandamano. Mzee Kibaki ule alikuwa anapendwa sana na watu ya Tharaka Nithi na wa Meru na wa Embu. Akakuja miaka ngapi? 10. Ati miaka 2. Si alifanya 2 term? Si 10 years. Hakufanywa maandamano, Nithi ilikuwa inaua watu. Uhuru Kenyatta ule mimi nilisaidia nikiwa wakili wake kule Hague. Akakuwa rais na lawyer wake anatoka Tharaka Nithi. Amemaliza miaka 10 hiyo daraja ikiwa watu, hakufanywa maandamano. Lakini William Ruto miaka 2 peke yake, iko watu wanasema tufanye maandamano wapi Nithi Bridge. Lakini ni sawa, unajua ule mtu analaumiwa ni mtu ambaye anafanya kazi. People blame you because they know you can do it. So Mungu ametujalia tumepata 7 billion ya kutengeneza Nithi Bridge. Imetangazwa siku ile watu ya Tharaka Nithi mlikuwa Nairobi, ndio ilitangazwa kwa gazeti, we are getting a contractor. Mimi mwenyewe ndio nitaleta contractor hapo wa new Nithi Bridge ya 7 billion. Ile iko ni design, ile iko sahi ni design. But the contractor tumetangaza ile siku mlikuwa Ikulu, na sasa tunataka sasa ujenzi uanze kabla ya Krismasi na kabla ya uchaguzi, kabla ya kura kupigwa, tuwe tumekamilisha hiyo daraja. Hiyo msiulize viongozi ambao wamechaguliwa hapa, muulize Deputy President. Ama namna gani? Yes, so tumekazana mambo ya stima. Stima tulikuwa tunapata like 200 million ya stima the whole county. Na
Sehemu nyingi hapa Tharaka Nithi bado hazina stima. Kuna sehemu za Igamba Ng'ombe, Chuka haina stima. Kuna sehemu za chini ya Mudhambe na Mwembe stima haitoshi. Hii Tharaka stima connectivity iko chini sana. So last year wakati mtu mwingine alikuwa deputy president, mimi nilikuwa interior minister, alitusukumia 200 million ya stima ya county mzima. Lakini mwaka huu tumepata 1.2 billion shillings ya stima. Ngojeni muone ile kazi itafanywa ya stima mwaka huu. We want to push the connectivity rate ya stima hii Tharaka Nithi mpaka tukae kama zile county ziko mbele yetu kama Kiambu na county zile zingine. So hiyo pesa imeongezeka from 200 million for the county to 1.2 billion. Ili tuweke stima katika manyumba yetu. We will do a lot of electricity work. Vile vile nimeongea na rais na akaniambia nitafutane na watu ya stima, na tumekubaliana kama vile Meru County iko na substation ya kuhakikisha kwamba ile stima ikipatikana haipotei vile yetu inapotea hapa. Kuna substation inasaidia iko pale Nkobo, ile tulifungua na rais. So rais amesema hii area yetu ya Greater Meru tujengewe substation zingine 2. Moja itajengwa pale Maua kwa sababu ya sehemu ya Nyambene ya kudhibiti nguvu ya stima isiwe inapotea na biashara zisiwe zinaharibika na bidhaa zile zimewekwa kwa friji ziharibike. Substation ya 2 tunajenga Tharaka Nithi, Chuka, Igamba Ng'ombe pale Kajoki. Each of those substations will cost the government of Kenya 350 million shillings. So tunasukumana na stima, tunasukumana na mambo ya barabara, tunasukumana na daraja ya Nithi, mambo ya maji, na vile vile kwa sababu nyinyi ni akina mama. Tunajua tatizo kubwa sana katika nchi yetu ya Kenya ni ukosefu wa nafasi za kazi kwa vijana wetu. Na wale watu wanaathirika sana wakati watoto hawana kazi ni akina mama. Kiona mtoto wako anasumbuka, ako na masomo, hana kazi, hata kama hana masomo, ungehitaji atafute kitu ya kujifanyia na mikono yake. Hiyo ndio raha ya mzazi, sana sana mama. Watu wengi hapo nyuma wanaongea tu vile vijana hawana kazi, lakini hawana suluhisho. Hawana formula, tutatafuta kazi wapi? So ndio unaona tumekuja na program kama 5 za kuongeza idadi ya kazi. Tuna wale ambao tunaajiri katika serikali, tumeongeza idadi ya wale vijana ambao walikuwa wanaajiriwa hapo nyuma. Mtaona ya kwamba kwa mfano hapo nyuma kabla ya 2022 tulikuwa tunaajiri walimu 4,000 ama 5,000 kwa mwaka. Na kutoka 1963 mpaka 2021 walimu wa Kenya wote wa primary na secondary walikuwa 300,000, because tulikuwa tunaajiri walimu 4,000, 5,000 kwa mwaka. So tumesema kama serikali, wale vijana wetu wamesomea walimu wa primary wa secondary, tuwatoe manyumbani, tuajiri wengi, and in the last 3 years tumeajiri walimu 76,000 in 2 years. Hii December tunaajiri wengine 24,000. Ifike 100,000. Sasa 1963 mpaka 2021, 60 years, 300,000 teachers. In 3 years, 2022 to 2025, William Ruto will have employed 100,000 teachers, 30% of all the teachers employed since independence. So hii ni serikali, ndio hiyo ni njia moja ya kupunguza watoto wale wako nyumbani na wako na masomo. Mumeona sasa tumeanza ile policy recruitment ilikuwa imesimamishwa, tumeanza tena, na hii mwezi tunaajiri 10,000 police officers. Mumeona ya kwamba vile vile ile kazi mtaani ilikuwa imesimamishwa, ile ya kupatia wale vijana
ambao labda hawajasomea taaluma lakini wako na mikono ya kufanya kazi. Ile kazi mtaani kutoka mwezi huu rais amesema irudi, vijana wa county zote na sub county zote za Kenya waajiriwe kufanya kazi na mikono yao, walipwe pesa, wasaidie familia zao. Ni 2 term si 2 term. Ni 2 term si 2 term. Vile vile kuna program tumeleta ya kujengea wananchi manyumba ya bei nafuu, masoko kwa wanabiashara wadogo wadogo, na vyumba vya kulala vya wanafunzi wetu ambao wako katika vyuo vya elimu ya juu. We have a program, the housing program, ambaye inajumuisha mambo ya nyumba za bei nafuu, masoko ya kisasa kwa wanabiashara wadogo wadogo mashinani, na vyumba vya kulala kwa wanafunzi wetu. Hapa Tharaka Nithi iko masoko kama 6 imeanza, na rais aliangalia kama 3 hivi. Aliangalia pale Chogoria, pale market ile tunajenga ya 73 million. Kuna ingine inajengwa hapa Gatunga, iko karibu kumalizika. Kuna ingine ile soko kubwa ya Chuka inajengwa. Na rais amesema tuongeze market zingine kama 6 tuanze mwezi ujao. So we'll build other markets because we know other areas. Hizi markets inasaidia kuwe na mahali pazuri pa kufanyia biashara kwa akina mama wa mashinani. Hiyo ndio bottom up. Hiyo ndio bottom up sasa. Kwa sababu sio ile masoko tulikuwa tunajenga zamani ya mabati, ni soko ya kisasa. Iko na refrigerator ya kuhifadhi nyanya isioze. Iko na mother's room ya wale watoto, wale wamama wako na watoto wadogo ndio wanyonyeshe pale. Wamama hoi. Wamama hoi. Ndio ukipata mtoto sio lazima biashara yako ya mboga iharibike. Weenda sokoni, ule mtoto ameshikwa hapo hako kwa mother's room. Mtoto akisikia njaa uitwe, uende, umsort out, urudi uendelee na kazi. Wamama hoi. Wamama hoi. Hiyo ni mambo tunajenga hapa. Hii soko ya Magutuni, soko ya Chogoria, Gatunga, Marimanti, hata hii Mukodhima, tutajaza masoko huku ya kutosha. Na vile vile iko na ICT hub ambayo vijana watatumia kufanya kazi za kimitandao. Kwa sababu vijana wengi wanataka kufanya kazi mtandaoni lakini hawana kompyuta, hawana bundles, hawana internet. Hiyo masoko gorofa ya juu tutaweka kompyuta ya serikali 100, tuweke internet, wale vijana wanaelewa mitandao. Badala ya kukaa pale sokoni wakingojea kupewa shilingi 50 na mtu ya siasa, waende wakalete fujo, waende pale kwa ICT hub, waingie kwa mtandao, wajitafutie riziki. Kuna pesa mtandaoni, bora kijana ako na kompyuta na ako na internet. Ni 2 term si 2 term. Tuendelee tusiendelee. Ni 2 term si 2 term. So vijana wengine tunawatafutia kazi mtandaoni, wengine kazi mtaani, wengine walimu, na wengine tunawatafutia nchi za nje kupitia ile program ya kazi majuu. So we have a job creation and opportunity creation program ambaye itatoa vijana wengi katika hali ya masumbuko, matatizo na ufukara. Na tuna target hii kazi mtaani ituajirie vijana 600,000 Kenya. Na tukiweza tuisongeshe tuweke 1 million young people kwa hiyo program ya kazi mtaani. Kazi mtandaoni tutafute, kwa sasa we are targeting the initial 500,000. Tunataka tuikuze hii internet, kazi za digitali, tuwe na vijana 1,000,000 ambao pia wanapata riziki pale mtandaoni. Kazi majuu, katika miaka 2 tumesaidia vijana 400,000, 400,000. Tunataka tuongeze nafasi za kazi majuu, tuwe na vijana 1,000,000 vile vile wamepata kazi za program ya kazi majuu. Na tukiwa na 1 million kwa kazi majuu, 1 million kwa kazi mtandaoni, 1 million kwa affordable housing na kazi mtaani, utaona idadi ya vijana ambao hawana ajira itaenda ikipungua. Tuendelee tusiendelee? Tuendelee tusiendelee?
So mimi kama naibu wa rais, kazi yangu ni kusukumana, kusaidia rais kuongeza nafasi ya kazi kwa vijana wetu, kusaidia rais mabarabara yaliyokwama yatengenezwe, kusaidia rais stima mahali hajafika ifike, kusaidia rais maji mahali hajafika ifike. That is my work. Sio ile ingine ya sijui nani mkubwa, nani mdogo, sijui hata mimi sijui one. So that is my job, and I'll do it very well and thoroughly. I will do it like there is no other job I'll ever do. Yeah. Taifanya kama it is the only job that I'll do. So mimi hiyo ndio mahali tumefikisha, na mimi nataka niwaambie wakati maendeleo ya Kenya inaongelewa, Tharaka Nithi itakuwa katikati ya hayo maongezi. Sijuzi nimeongea na governor na senator na MPs. Kuna watu wengine nikawaambia tafuteni watu waende wasalamie rais. Lakini walikuwa watu wachache. Sasa kwa sababu viongozi wetu niliwapatia nafasi kupeleka watu pale kwa rais. Sasa mimi nataka nisanyie rais watu wengi zaidi sasa waende kwa rais pale. Mnataka kwenda Ikulu? Mnataka kwenda Ikulu? Si uliona watu wa Nairobi walijaa Ikulu? Walijaa Ikulu. So mnataka tujaze hiyo Ikulu na watu ya Tharaka Nithi? Wangapi wanasema wanataka kusaidia rais? Unataka kusalamia rais? Unataka kusalamia rais? Nipange nisipange? Nipange nisipange? Fire si fire, noma si noma. Wangapi wanasema tutam. Kwa hivyo mimi nitawapangia, wacha aone some other counties kidogo, alafu I'll make sure in a few months before we go to Christmas tuende tujaze hiyo mahali na wananchi wa hii county. Na hiyo mimi nitakuwa hapo siku hiyo, nitakuwa hapo hata mimi nitakuwa area. Ama namna gani? Ndio muongee na rais direct. Hiyo siku ni nyinyi na rais. Ama namna gani? But so we are trying our best. We are trying our best to make sure that Tharaka Nithi is part of Kenya's development. Tharaka Nithi iwe pale katikati. Lakini lazima tutunze serikali yetu, na kama pia kuna maoni, kuna mambo unataka turekebishe, tuambiane kwa heshima. Tusiwe watu wa kuharibu mali na kuleta vita katika mambo ya siasa. Na mimi nashukuru hii mara ya mwisho kumekuwa na maandamano kila mahali. Lakini Tharaka Nithi hakukuwa na maandamano hata. Ni kweli si kweli? Si kulikuwa kuna chomeka Embu na Kirinyaga na Embu na Meru. Paka gavana wa Meru akanililia, nikaongea na gavana wa Tharaka Nithi, wakamsaidia na mazima moto. Kwa sababu hapa hatukuwa tunahitaji mazima moto siku hiyo. So mimi na waenzi na washukuru kwa kunifanyia heshima, na hata wenzetu hapa wa Meru tumeongea, wamesema hakuna maandamano mengine. Hata Waembu wamesema hakuna maandamano mengine. Hata watu ya Kirinyaga na Kiambu wamesema hakuna maandamano mengine. Kwa sababu hii mila ya kuharibu mali ya watu sio mila yetu. Sisi watu ya Mount Kenya hatuna hiyo tabia ya kuchomania mali ati kwa sababu umekosana kisiasa. Kwa hivyo mimi nitafanya kazi na nyinyi. Nimesema tunajenga masoko, itafaidi akina mama zaidi. Na pia tuko na program nyingine ambayo tunafanya katika sehemu zingine za Kenya. Na mimi watu ya Tharaka Nithi nataka niwaulize kama mungetaka vile vile tuwafanyie empowerment ya vikundi vya table banking na vikundi vingine huko. Tuwatafutie pesa ya kufanya biashara, pesa ya kusaidia mama mboga, pesa ya kusaidia watu huko mashinani. Tuendelee na hiyo program, tuachane nayo. Unataka tuwafanyie moja kubwa ambayo itaongozwa na deputy president county mzima. Alafu tulete viongozi wote wa Kenya, wakuje wasikuje, tuchangie biashara mashinani ama tusisaidie.
Mungetaka tufanye empowerment ya kina mama? Tufanye haraka iwezekanavyo. Niende nipange. Alafu nikuje namna hii. Wacha nione wale wanasema tuendelee. Unajua kuna watu wanapinga huko Nairobi, kuna watu wameshiba huko Nairobi, wanapinga mambo ya empowerment ya biashara ndogo ndogo. Wanasema ati tunawahonga wananchi. Nyinyi mnaongangwa? Kuna mtu amewaonga? Iko makosa kiongozi kukusaidia biashara yako wewe mama ipate pesa ya kupanua? Iko makosa? Si umechagua viongozi ndio wafanyie hiyo kazi? Kwa hivyo ile mambo mmeona huko, wachana na hiyo ni kidogo. Ile mmeona mbali ni kidogo. Hii itafanyika kivyake, hii ya Tharaka Nithi hii. Ni 2 terms, 2 term. Ni 2 terms, 2 term. Fire si fire. Noma si noma. Wacha nione wale wanasema 2 term. Kwa hivyo jambo ya mwisho ningetaka kuwasihi kwa heshima, muniruhusu mimi nikazane na siasa ya taifa. Muniruhusu ning'ang'ane na mambo ya uongozi wa taifa la Kenya. Si namna hiyo? Huku nyumbani na waomba kwa heshima. Kwanza muombe mkubwa yangu rais, muombe serikali ambayo nafanyia kazi. Alafu na waomba kwa heshima, msiniingize katika sasa ile siasa ya hapa nyumbani. Kwa sababu hapa nyumbani ule mtachagua governor ni mmoja wetu. Na hata wale hawatapata governor, mimi nitawatafutia kazi kwa sababu nitakuwa kwa kiti kubwa kule Nairobi. So washindane roho safi. Msiweke chuki na nini na mambo ya ukabila hapo. Washindane ni nani yako na mawazo bora. Ule atachaguliwa akuwe governor. Ule atakosa muniletee ni msort out huko Nairobi. Ama namna gani? Senator vile vile. MPs wetu vile vile. MCAs vile vile. Mimi nawasihi tafadhali, msiniambie ati kuja utuambie nani atakuwa MCA. Sijui nani atakuwa women rep. Nikifanya hivyo nitakuwa nimejifanya, hiyo ni mambo ya ujinga. Kwa sababu kama Mungu amekupatia bahati ukapata pale katika mambo ya taifa, hapa nyumbani unakuwa baba na bila kusema huyu ndiye mtoto wangu wa tumbo ama wa mgongo. Kweli si kweli? Watakaopata ni watu wetu, watakaokosa ni watu wetu. Na mimi nikiwa pale nitawashughulikia. So iko problem wapi? So mimi usianze kuniambia ati tuambie mrengo gani. Hiyo kazi sasa nilikuwa naifanya zamani. Na mnajua nilikuwa hodari kwa hiyo kazi zamani. Utije ndaije kugenu namna hii. Lakini sasa mimi niko hao wote ni marafiki zangu. Hiyo kazi muifanye huku jameni. Ama mnataka niingilie siasa ya nyumbani? Mnataka niingilie siasa ya nyumbani? Ile siasa mtasaidia nayo, na hiyo tutafanya na nyinyi. Ni siasa ya rais. Ama namna gani? Hii Tharaka Nithi mko na Rais William Ruto ama mlienda? Mko na William Ruto? Mko William Ruto? Kwa 2 term? Kwa 2 term? Ya ukweli? Ya ukweli? Nikisema harambee basi mnasema 2 term. Harambee! 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 Kwa hivyo kama mmeniambia kwamba bado mko pale kwa 2 term, mimi sasa niko na nguvu kama ndovu. Inyerande nionde na inya takedhi. Hiyo kazi ya huko mbele nitamenyana na hao watu wako huko mpaka. Unajua watu wengine wanaongea mambo ya upuzi hapa hawanijui.
Na batambo na muthenya bambo nilio tuko. Hawajui mimi ni nani. Naona watu wengine hapa, wengine walipewa kazi kubwa wakashindwa. Sasa unaona mtu pere anaongea mambo yangu. Anijui, aliniona usiku. Aliniona usiku. Hajaniona mchana. My friend. Ati mtu anakuja kutukanana hapa. Ati hapa Meru, sijui wapi ati anatukana. Unatukana nani wewe? Wewe unajua sisi ni kina nani? Tukaenda maniano emu endamo. Sasa nini naona tu wakiongea na wako na kiburi, wanaongea na kiburi. Sasa ulishindwa na kazi. Sasa so wamona bubera kona bura mutangango nerenkare nimo. Bura takwengwa ndimba onile akichuja kulinga thagana. Hawatuelewi. Tunaweza ama hatuwezi? Tunaweza hatuwezi? Ni fire si fire? Ni noma si noma? Watu wakuwe na adabu. Mimi sijasema wasikuje. Mtu akuja aongee mambo yake lakini akuwe na heshima. Wewe ukuja uongee, ukimaliza ukwende. Lakini ukikuja